Naitwa Professor D. Naitwa Javan. Naitwa Javan. Javan nani? Simiyu. Javan Simiyu. Yeah. Asante sana kujua jina lako. Mimi naitwa D ama unaweza niita Professor D. Siko poa. Unatokea side gani? Mi natoka Langas. Yeah. Nikam tao kutafuta. Unatoka Langas umekuja tao kutafuta. Yeah, niko na question moja ningependa kukuuliza. Unaweza uliza tu. Haina shida, wacha nikuulize swali moja. Only that you have to understand the question before you answer. Understand the question before you answer. Okay, niko na swali moja. You have 6 orange. You have 6 orange. You took 4 orange. You took 4 orange. How many orange do you have? Orange is singular. Orange is singular. Umesema nimekuambia you have 6 oranges. Yes. And you took 4 oranges. You said and I ask you how many do you have? You say you have 2 because 6 minus 4 is equals 2. Nothing I have. Took any orange. But I told you first you took 4 orange. You have 6, you took 4. How many do you have? I have 6, I took 4. How many do you have? I have 11. Hello mom. Hello. Yes, naitwa Darius. Naitwa Beatrice. Yeah, mimi naitwa Professor D hapa. Naweza jua jina yako? Naitwa Beatrice Tomno. Oh, hiyo ni poa. Like naona unafanya biashara hapa hivi. Niko na swali moja ningependa kukuuliza. Sijui kama unaweza nipea time yako kidogo nikuulize. Ni sawa. Yeah, niko na question moja hapa nataka unisaidie kujibu mom. Yeah, only that you have to understand the question before you answer. You understand the question before? Nianze. Okay, utaongeza sauti kidogo. Niko na swali moja hapa mom. Yeah, nilikuwa na deni ya John 50,000. Nikakuwa na deni ya Peter 50,000. Yote inakuwa pesa ngapi? Inakuwa 100,000. Yes, inakuwa 100,000. You are right. 50 plus 50 ikakuwa 100,000. Nikakuwa naenda kwa duka la pikipiki ninunue pikipiki. Nikapata kwenye duka la pikipiki wanauza pikipiki 97,000. Wanauza ngapi? 97,000. Kwa hiyo 100,000 hiyo deni yenye nilikuwa naye yote, nikitoa 97,000 inabaki pesa ngapi? Inabaki 35,000. 1,400. Inabaki 40. 40 na mbili. Shilingi 1,000. Nikabaki ngapi tena kwa John? Ikabaki 3,000. Ikabaki 49. 49 ukiongeza 49 ile ya yote deni yote kamili inakuwa pesa ngapi? 49 na kuongeza 49. Inabaki 8,000. Ina 98 plus 1,000? Ilikuwa 100,000. 100,000. Yeah. Yeah. Naona kwamba 49 plus 49,000 deni yote inakuja 98,000. 98,000 ukiongeza 1,000 ya mafuta inakuja 99. Inakuja 99,000. Sasa swali langu ni je, 1,000 ilienda wapi? Ilienda kwa John. Ilienda kwa nani? Kwa John. Nasema kwamba ilienda kwa. Hey Suba. Oye. Mambo? Poa. Okay, mimi naitwa D ama unakipenda unaweza niita Professor D. Zulaki Irene. Naitwa Zulaki? Irene. Zulaki Irene. Hiyo jina ya mwisho? Lenangetai Zulaki Irene. So, ningependa nichukue muda wako kidogo ili niweze kukuuliza swali moja tu. The question is simple, only that you have to understand the question before you answer. My question goes like this. A man claims to predict the match scores before the game start. My question is,
How or which magic will he use to predict the match? A man claims that he can predict the match scores before the game starts. My question comes like this. Which magic will he use to predict the match? Hiyo sijui. Just answer. Just try. Sijibu hiyo. Hey Suba, Oye, mambo? poa. Mi naitwa D ama Professor D. Wewe unaitwaje? Naitwa Sulaki. Sulaki. Sulaki nani? Lenangetai. Sulaki Nelangetai. Hey Suba. Oye, Okay, niko na swali moja ningependa kukuuliza. Sijui kama unaweza chukua tu muda yako kidogo ili uweze kunijibu. nitajaribu. So niko na question moja ambayo ningependa uweze kunijibu. Swali langu linaenda hivi. Nevi's father has 5 children. Nevi's father has how many children? 5 children. 3 of them are girls and 2 of them are boys. 3 of them are girls and 3 of them are boys. So my question is, the first child is called 10. The second child is called second. The third child is called 30. The fourth child is called 40. The name of the fifth child. Nevis. La encontré porque estaba la ballena agarrada entre las piedras de Chipiona de Faro. Naitwa Darius. Jina yangu ingine najiita Professor D. Sijui naweza jua jina yako? Mimi naitwa Claudia. Claudia. Naona unafanya biashara. Mimi niko na swali moja tu ningependa kuuliza kutoka kwako. Sawa, iko sawa. Unaweza nijibu? Naweza kujibu. So niko na question moja. My question goes like this. Kulikuwa na mtu mmoja ambaye amehukumiwa kifo. Mtu mmoja ambaye amehukumiwa kifo. Na amepewa vyumba vitatu akapate kujiokoa. Chumba cha kwanza kina wezi ambao wamejaa na bunduki. Chumba cha pili kina moto mkubwa. Na chumba cha tatu kina simba watatu ambao wamekaa njaa miaka 3 bila kula. Swali langu ni je, ataingia katika chumba kigani ili akapate kujiokoa? Hapo hakuna kujiokoa sababu hao wa risasi watampiga risasi. Moto itammaliza. Simba pia iko na njaa itammaliza pia. Umesema hakuna chumba ambacho kitamuokoa. Ya kwanza umesema iko na watu ni wamejaa wako na bunduki. Maybe kama alikuwa amehukumiwa kifo, alafu ilikuwa maybe hiyo ndio through way ya kupita. So lazima one of those kuna jitammaliza, but kama ingekuwa mimi, heri niingie kwa risasi moja ndio done. Ataweza ingia hapo na apate kupone. Maybe ndio nimesema kama ingekuwa kama hiyo vyumba vitatu, either of those ni ya yenye nafaa apitie ndio akufe, heri aingie kwa ya watu. Lakini question yangu nimeuliza kwamba chumba kigani ambacho unaona anaweza ingia ndani na ajiokoe kujinusuru katika kifo ambacho amepangiwa mbele. Anaingia tu kwa hiyo yenye amejua tu kuna risasi. Aingia kwa risasi wampige risasi. Risasi moja. Sasa question yangu ni inafaa ingia katika chumba ambacho anaona ni safe ndio apate kujiokoa, chumba ambacho anaona anaweza kujiokoa ndani. Yaani wamempea hiyo vyumba vitatu aingie kwa moja ajiokoe anusurika kutoka kwa kifo. Haya, ingie kwa hii ya watu wa risasi. Juu moto na itamspare, pengine moto imejaa nyumba yote. Haya, simba nao wenye njaa lazima watamrarua tu. Hello, mambo bro. Okay, naitwa Professor D. Mimi naitwa Kevo. Ama ukipenda naitwa Darius. Okay, thank you. Sijui unaweza ongeza tu sauti juu kidogo ili nipate kukusikia. Sawa. Umesema unaitwa nani? Naitwa Kevin. Okay, niko na swali moja ningependa kukuuliza. This question is just simple but you have to understand so that you
you can answer my question. Mm. You have to understand so that you can answer my question. My question goes like this. Monkey, squirrel, and a bird racing toward a coconut tree. Which animal will eat the banana first? Uh, Hello, mambo bro. Afiti sana kaka. Mimi naitwa Professor D. Hapa ni Kelly. Naitwa Kelly. Yeah. So niko na swali moja ningependa kukuuliza. Sijui kama naweza chukua dakika yako tu moja. Haina kelele, uliza. So niko na swali hapa. Swali yangu, you only have to understand the question before you answer. Understand the question before You answer. So 5 mara 2 ongeza 4 ondoa 10 inabaki ngapi? 5 mara 2 ongeza 10. 5 mara 2 ondoa 4 ongeza 5 mara 2 ondoa 4 toa ndani 10 inabaki ngapi? 5 mara 4 mara 2. 5 mara 2 ondoa 4 alafu ongeza 10 inabaki ngapi? 5 mara 2 ondoa 4 inabaki 9. Inabaki 1. Inabaki 1. Yeah. Umeelewa swali langu kweli? Na swali lako nimeelewa. Umesema vipi? Umesema 5 mara 2 ondoa 4 ongeza 10. Inabaki ngapi? Inabaki 1. Inabaki 1. Hello, mambo bro. Sijui naweza kukuuliza swali moja. Haina shida. Si tusonge hapa kidogo ndio nikuulize swali. Songe hapa, naona gari inakuja. Mambo? Mimi naitwa Professor D. Naitwa Kioko. Kioko? Yeah. Niko na swali moja ningependa kukuuliza. Haina shida. Can you spell the word handkerchief? Handkerchief. Yeah, spell the word handkerchief. 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 Yeah, handkerchief. N. I. Mambo bro. Afiti sana. Mambo bro. Okay, naitwa D. Au ukipenda Professor D. Yes. Anaweza chukua nafasi yako 2 tu, dakika 2 kidogo. Sawa sawa. Okay, niko na swali hapa ningependa kukuuliza bro. Niulize. You know biology? Si unajua biology? Najua biology. Biology has got 2 branches. Can you state 2 branches of biology? 2 branches of biology. 2 branches of biology. Crops and plants. Crops and plants. Kama umesahau kidogo. Soil. 2 branches of biology. Branches of biology. Livestock. I know biology. You know biology. State, define the word biology. Biology. Yes. Just try to define the word biology. Biology is the study of things. Biology is the study of things that live, of living. Y la encontré porque estaba la ballena agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una ballena y a veces la vende ballena.